Katika mada yetu ya leo tutazungumzia madhara ya kuingiliwa kinyume na maumbile kwa mwanamke. Kuingiliwa kinyume na maumbile, yani kupita njia ya haja kubwa, kunaweza kukawa na madhara ya kiafya na kisaikolojia kwa mwanamke. Ikumbukwe kuwa njia hii ya haja kubwa haijatengenezwa kiasili kwa ajili ya matumizi ya mapenzi, na hivyo inaweza kusababisha matatizo mbalimbali endapo kama itatumika katika shughuli za mapenzi. Leo tutaangalia madhara baadhi yanayoweza kutokea endapo kama mwanamke atatumika kinyume na maumbile. Moja kwa moja tunaanza na madhara ya kiafya. Katika madhara haya ya kiafya kuna yale madhara ya michubuko na majeraha. Njia ya haja kubwa haina unyevunyevu wa asili kama ilivyo kwenye uke, hivyo kuna uwezekano mkubwa wa kusababisha michubuko au majeraha, na hii ni pindi tu inapotumika katika shughuli za mapenzi. Lakini pia kuna kukatika kwa misuli ya njia ya haja kubwa. Unajua, katika njia ile ya haja kubwa kuna misuli ile ya sphincter ambayo yenyewe inahusika na kudhibiti kufunga na kufungua kwa njia ya haja kubwa. Sasa endapo hii njia ya haja kubwa ikatumika kwa shughuli za mapenzi, basi kuna hatari kubwa ya hii misuli ya sphincter kuchanika au kulegea. Lakini pia kuna kutokwa na damu, kwa sababu kunapokuwa na machubuko au na majeraha yanaweza kusababisha kutokwa damu, ambayo inaweza kuwa hatari hasa ikiwa itaendelea. Kwa hiyo katika matumizi haya ya njia ya haja kubwa katika shughuli za mapenzi, pia kunaweza kukawa na maambukizi ya bakteria. Kwa hiyo kwenye matumizi ya njia ya haja kubwa kwa shughuli za mapenzi kuna hatari kubwa ya maambukizi. Hii ni kwa sababu njia ya haja kubwa ina bakteria wengi ambao wanaweza kuhamishwa na kusababisha maambukizi kwenye uke au njia ya mkojo, yani UTI. Vile vile kuna maambukizi ya njia ya haja kubwa. Kufanya tendo hili bila tahadhari kunaweza kusababisha maambukizi kwenye tishu za njia ya haja kubwa. Fahamu kuwa katika njia ya haja kubwa kuna tishu nyembamba ambazo zinaweza kuchanika kwa urahisi sana. Kutokana na hiyo, kunaongeza uwezekano mkubwa wa kuambukizwa magonjwa ya zinaa kama HIV, HPV. Sasa hii inaweza kusababisha saratani katika njia ya haja kubwa, yani anal cancer. Kwa hiyo mwanamke anapoingiliwa kinyume na maumbile, kuna uwezekano mkubwa pia wa yeye kupatwa na kansa katika njia yake ya haja kubwa. Lakini pia mwanamke huyu anakutana na hatari ya kulegea kwa misuli ya haja kubwa. Hili tendo likifanyika mara kwa mara kwa mwanamke huyu linaweza kusababisha misuli ya haja kubwa kulegea, na hivyo huyu mwanamke anakuwa katika hatari ya kukosa uwezo wa kudhibiti haja kubwa, yani anakuwa na anal incontinence. Ukiachana na madhara hayo, huyu mwanamke pia anapatwa na madhara ya kisaikolojia, ikiwemo na msongo wa mawazo na aibu. Mwanamke anaweza kuhisi fedhea, aibu, au akawa na msongo wa mawazo kutokana na tendo hili analofanyiwa. Vile vile huyu mwanamke anapata matatizo ya kihisia. Vile vile mwanamke huyu anapoteza hisia ya usalama. Kwa hiyo inaweza kuathiri uhusiano, hasa ikiwa mwanamke alijihisi kudhalilishwa au kutothaminiwa wakati wa hicho kitendo kinafanyika. Manake kama mwanaume alitumia nguvu kumuingilia kinyume na maumbile, basi anamuathiri mwanamke huyu kisaikolojia katika ngazi hizo ambazo nimetangulia kuzisema hapo. Sasa hiki kitendo pia kina madhara ya muda mrefu, ikiwemo madhara haya ya muda mrefu ni pamoja na saratani ya njia ya haja kubwa. Hii saratani ya njia ya haja kubwa ni pale tu kama kuna maambukizi ya vile virusi vya HPV. Kwa hiyo huyu mwanamke anaweza akapatwa na kansa katika mfumo wake wa njia ya haja kubwa. Vile vile anaweza akapata matatizo mengine ya kudumu ya njia ya haja kubwa. Kwa mfano, kama anapatwa na majeraha mara kwa mara, yanaweza yakamsababishia makovu, kutokwa na usaha, au akapatwa na fistula, yani akapatwa na michirizi isiyo ya kawaida kati ya njia ya haja kubwa na sehemu nyingine. Ikiwa mtu atachagua kushiriki katika aina hii ya tendo, kuna mambo kadhaa muhimu ya kuzingatia ili kupunguza madhara ambayo nimetangulia kuyasema. Kwanza kabisa, anatakiwa awe na mawasiliano ya wazi. Hakikisha hili tendo linafanyika kwa ridhaa ya pande zote mbili, mwanamke na mwanaume. Pili, matumizi ya vilainishi. Vile vilainishi vya maji vinaweza kusaidia kupunguza majeraha. Tatu, matumizi ya kinga.
yani condom. Hii inaweza kupunguza hatari ya maambukizi ya magonjwa ya zinaa na bakteria. 4 ni kuweka usafi, yani kujisafisha kabla na baada ya tendo ni muhimu sana kwa wote wawili, mwanamke na mwanaume. Na 5 ni kwamba epuka kuhamisha bakteria. Usihamishe condom au vidole kutoka njia ya haja kubwa kwenda kwenye uke bila kusafisha ili kuepuka maambukizi ya bakteria. Kwa kumalizia ni kwamba kila mtu ana haki ya kufanya maamuzi kuhusu mwili wake, lakini ni muhimu kuelewa madhara na kuchukua hatua za kujiweka salama katika huo mwili wako. Hii ni Bright Views Romantic Channel, na kukumbusha kusubscribe, kulike, kucomment, lakini pia kushare video hii na wengine wapate kujifunza zaidi na zaidi. Asante.